Shalom, assalamu alaikum. Niliwaambia hivi ndugu zangu wa Kristo, hakuna Muislamu yoyote anayeweza kuuliza swali katika dini nyingine yoyote isipokuwa dini ya Wakristo peke yake, kwa sababu katika vitabu vyao Suratul Yunus aya yake 94 wameambiwa hivi: ikiwa mnayo shaka katika hayo yaliyoteremshiwa, waulizeni watu wasomao vitabu kabla yenu ambao ni Mayahudi na Manasara. Hivyo basi Waislamu maswali yao yote wataelekeza katika Mayahudi na Manasara, na sisi Manasara majibu tunayo inshallah, ndio maana tutawapatia nyie. Sasa acha tusikize huyu shehe ambaye yuko na akili za kimsikiti hapa, hoja zake. Mambo ya kushangaza katika ulimwengu, watu wengi wameanza kuelewa Uislamu na kufahamu na kuingia kujiunga makundi kila kuchao. Ajabu ni kwamba hautaona Muislamu anatoka katika Uislamu anajiunga na dini zingine ambazo ni za watu kuzua. Tunapata baadhi ya watu wanaojifanya kwamba walikuwa Waislamu alafu sasa wamekuwa wengi. Muislamu atoke kwa Uislamu aingie kwa Uingereza. Hapo umeanza kuingiza akili za kimsikiti. Eti unasema watu wanaweza kutoka katika dini ya Ukristo wakaingia katika dini ya Uislamu makundi, lakini hawawezi kutoka dini ya Uislamu wakaingia katika dini ya Ukristo. Hizo ni akili za kimsikiti. Mashehe wenu wamewaaminisha kwamba eti watu hawawezi kuritadi, lakini watu wanaweza kutoka ndani ya Ukristo wakaingia ndani ya Uislamu. Muongo. Hii hadithi unaijua hapa ambayo inasema man badala dinahu faktuluhu, yoyote anaiwacha dini ya Uislamu muweni. Je, hii hadithi ni sahihi ama si sahihi? Na kama ni sahihi, bimaana aliyepokezwa hii hadithi alijua kuna watu siku moja watakuja iacha hii dini ya Uislamu, ndio akaekewa vitisho ati yoyote anayewacha dini ya Uislamu muweni. Hii hadithi ni sahihi, bimaana kuna watu lazima walikuwa wataiacha dini ya Uislamu na kuendea katika dini zingine, na kusema ati watu hawezi kuacha Uislamu na kuacha dini ya Uislamu na kuingia katika dini ya Ukristo. Wacha ni kuonyesha ushahidi mdogo tu, watu kidogo tu wa hapa Kenya na wengine wa Tanzania ambao wamewahi kuiacha hii dini ya Uislamu. Wacha wewe Mkikuyu ambao umeingia juzi, sikiliza hawa watu hapa. Huyu anaitwa Paul Ahmed Hassan, amewahi kuwa imamu, amewahi kuwa Muislamu, kufikia sasa anamtangaza Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na huyu pia aliweza kuritadi, akatoka katika dini ya majini na akaingia katika dini ya Kristo, njia ya kweli ya kumfikia Mwenyezi Mungu. Huyu hapa mfollow, anaitwa Abel Suleiman Shiriwa, mwanafunzi wa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Huyu naye pia amewahi kuwa Muislamu, lakini kufikia sasa anamtangaza mwana wa Mungu aliye hai. Ameacha dini ya majini, sasa amefata dini ya Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Follow huyu naye Meshak Salum, anaitwa Meshak Salum kutoka nchi ya Tanzania. Huyu naomba ufuatilie kwanza huu shuhuda wake huu. Huyu alikuwa Muislamu vizuri sana, Muislamu anayejulikana kwa kule Kigoma. Kufikia sasa ni mwanafunzi wa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Alikuwa Muislamu, kufikia sasa ni Mkristo. Alafu sasa kuna huyu hapa ex Imam TV. Huyu alikuwa imam kule Shibale kwa Wabaluya. Huyu alikuwa ni imam maeneo ya Mumias, na kufikia sasa aliweza kuacha imam amtangaze Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mfollow katika TV yake, hii YouTube channel yake inaitwa ex Imam TV. Huyu anaitwa Ismail Said Awadhi. Huyu anaitwa Ismail Said Awadhi. Huyu sasa alikuwa imam kabisa, ameacha uimam na kufikia sasa anamtangaza Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunakuandikwa na watu kinasimamiwa na mfalme aliyokuwa shoga, King James, the revised standard, na kinafanya kupigwa revision, kurudiwa, kurejelewa. Yani watu wanaangalia kitabu, wanatoa makosa, wanaongezea mambo yao, eti kinaitwa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sikatai, ndani ya Biblia yapo maneno ya Mungu sahihi. Akili za kimsikiti ni hatari. Wewe umesema ni dini za watu zilizotengenezwa, yani ni dini za kutengenezwa na watu. Sahino umeishia kusema humo ndani kwenye Biblia ambazo ni dini za kutengenezwa na watu kuna maneno ya Mwenyezi Mungu. Shehe, ukisoma Qurani Suratul Bakara aya yake ya 106 inasema hivi: aya yoyote tunayoifuta ama tunayoisaulisha tunaleta iliyo bora zaidi ya hiyo. Je, naomba tujibu swali hili. Ni aya zipi ndani ya Biblia zimesalimika na aya zipi hazijasalimika? Na utujibu hili swali. Hizi aya ambazo zilifutwa ndani ya Qurani zikaletwa zilizo bora kuliko zile ambazo zilikuwa ziko awali ni zipi? Na Muislamu yoyote atakayesema eti ndani ya Biblia kuna aya zilizosalimika, aya ambazo wanazitarget ni kama hii.
Kumbukumbu la Taurati 18:18 wanasema si Taurati hiyo, Kumbukumbu la Taurati 18:18 ambao wanasema iliharibiwa, lakini wanasema hivi kwa sababu wanaikubali, kwa sababu wanasema inamtabiri mtume wao, eti nitaondokeshia nabii mfano wako wewe Musa, msikizieni yeye. Kwa hivyo hiyo andiko wanasema ilisalimika kwa sababu ati inafanana kambe inamtabiri mtume wao. Andiko lingine ni hili katika kitabu cha Kutoka 3:5 ambapo Musa anaambiwa vue viatu vyake. Wanasema andiko hilo limesalimika kwa sababu Waislamu wanavua viatu mahali patakatifu. Andiko lingine ambalo nasema limesalimika ni Luka 4:16 ambalo linasema akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Kwa hivyo kwa akili zao za kimsikiti, sinagogi wanasema ni msikiti, hawasemi ni msikiti wa Wayahudi, wanasema sinagogi ni msikiti. Kwa hivyo hapo, alafu Mathayo 26:39 ambayo inasema akaenda mbele kidogo alafu akaanguka kifulifuli. Wanasema hiyo pia nayo ni andiko ambalo lilisalimika, wanalikubali. Alafu Mathayo 15:24 ambayo inasema hivi, si kutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Hayo ni baadhi ya maandiko ambayo wanayakubali, lakini yale wasiyokubali sasa Waislamu ni haya katika kitabu cha Mathayo, katika kitabu cha Yohana 3:16 ambayo inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Wanasema hayo ni maandiko yaliyoongezewa. Ukisoma katika kitabu pia cha Yohana 1:1 inasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hilo wanalikataa. Kisha katika kitabu cha Yohana 1:12 inasema hivi, naye neno alifanyika mwili akaja kuishi nasi tukaona utukufu kama wa mwana pekee atokaye kutoka kwa Baba. Hilo andiko hilo pia nalo hawalikubali, hawaliamini, wanasema ni baadhi ya maandiko yaliyoongezwa. Maneno ya kwanza ni maneno yapi yanayokuwa pale? Ni Bismillahi Rahmani Rahim, ikiwa na maana kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Hivi hapo unasikia inataja nani kama si Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu? Anayerehemu ni Mungu, lakini watu bado wanachuki, ujinga, wanazidi kusema Uislamu ni dini ya shetani, Qur'ani ni kitabu cha shetani. Sasa shehe, bila unafiki, unaposema kuwa Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu na unatusomea katika suratul Fatiha, unasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Kulingana na wewe, Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Halafu huyo Mungu ndani ya Qur'ani anasema kwa jina la Mwenyezi Mungu. Yaani Mungu anasema kwa jina la Mwenyezi Mungu. Unaposema ni maneno ya Mwenyezi Mungu ama Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu, unamaanisha Mungu yupi? Kwa sababu huyu Mungu ambaye unamtaja ndani ya Qur'ani, unamtaja tu kama Mungu lakini hauspecify kama ni yupi. Kwa sababu katika Qur'an 33:56 inasema inna Allaha malaika yusalluna ala nabii, hakika Allah na malaika zake wanamsalia mtume. Je, unamaanisha huyu Allah anayeswali ndio huyo?